amma ba'd. Sheikh Muhammad Samata, mwenyekiti wa Ummul Mu'minin, katibu wa Ummul Mu'minin, al-akh al-aziz Sheikh Shabani Hija, Sheikh wa kata hii ambapo tunakufanyia jambo hili, al-akh al-aziz Sheikh Saleh ibn Umar, mwanaharakati wa Qur'ani na daia wa kimataifa, watukufu wa Islam, majaji, washiriki wa mashindano, waandishi wa habari, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakika tunasema alhamdulillahi rabbil alamin. Nami nasema alhamdulillahi rabbil alamin kwa mdomo, lakini moyo wangu unalia kwa furaha. Manake kuna wakati furaha ikizidi unaweza ukalia. Mimi nalia, silii kwa macho, lakini moyo wangu nalia kwa furaha kwa haya ninayoyaona. Ni ndoto za muda mrefu, wala hatukuwa na fikra kwamba leo tutafika katika hatua kama hii, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumefika katika hatua hii. Ili jambo tunahitaji tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Nami natangulia mbele kumshukuru Mwenyezi Mungu katika jambo hili na kuwashukuru wale wote ambao wanatia ihtimamu kubwa katika jambo hili ili liweze kukaa katika sura ambayo ilikuwa iko nzuri. Kauli mbiu ambayo iliyofasiriwa kwa uzuri kabisa na Sheikh Saleh ya kwamba Qur'ani na upendo ni neno la msingi kabisa, na tuna umuhimu mkubwa sana. Na kauli hii imekuja kutolewa katika mashindano ya kina mama, akina mama ambao ndio walezi, akina mama ambao ndio wanaotengeneza jamii, wanaelekezwa na Ummul Mu'minin wakiwaambia Qur'ani na upendo. Sheikh Saleh ameeleza upendo ndio asili ya kila kitu. Bila upendo hakuna mafanikio, bila upendo hakuna maendeleo, bali bila upendo hakuna dini. Dini imejaa katika upendo. Mtume katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu iliyopokelewa na Imamu Muslim anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu, hamwezi mkaingia peponi mpaka muamini. Wala tu'minu hatta tahabu, na hamwezi kuwa na imani iliyokuwa thabiti mpaka mpendane. Ala ukhbirukum bishai'in idha fa'altumuhu ahbabtum, hivi ni wafahamisheni jambo ambalo mkilifanya mtapendana. Afyu salamu bainakum, toleaneni salamu kati yenu. Katika hadithi hii Mtume anabainisha kwamba imani ndio itakayotuingiza peponi, lakini imani haikamiliki bila ya upendo. Tuna haja ya kupendana, na Qur'ani inatuita katika upendo. Tupendane sisi wenyewe katika kuijenga jamii iliyokuwa nzuri. Mpende jirani yako, mpende rafiki yako, mpende mtu ambaye unaishirikiana naye katika kazi. Bali dini yetu imeenda mbali, wapende hata wale wasiokuwa katika dini yako. Misingi hii yote iko katika dini yetu. Akina mama, Qur'ani ni yenu na mna kazi kubwa sana kuihuisha hii Qur'ani. Qur'ani iliyotanguliwa na upendo.
upendo muuweke mbele, muutangaze kwa watoto wetu. Mtume sallam anatoa usia akisema, alimu auladakum thalatha, wafundisheni watoto wenu mambo matatu. Mmoja alisema katika mambo matatu hayo, hubbul Qur'anil Karim, wafundisheni kuipenda Qur'ani tukufu. Akusema wafundisheni Qur'ani tukufu, akusema hivyo, alisema Mtume, alimuhum hubbul Qur'anil Karim, wafundisheni kuipenda Qur'ani tukufu. Kwa sababu mtu akikipenda kitu anaweza akakifanyia kazi na akaishi nacho. Kwa kweli tunafarajika sana. Mwenyezi Mungu atupe upendo, atuzidishie upendo katika nchi yetu, katika jamii yetu ya Kitanzania, kwa baraka ya Qur'ani hizi zinazosomwa. Tupendane Waislamu kwa Waislamu, tupendane Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tupendane. Hata wanasiasa wao wanasema, wao tunawasikia wakisema kwamba zile siasa sio ni uadui, na haitakiwi iwe uadui, kwa sababu wote tunajenga nyumba moja. Chama hiki kikimkosoa huyu kinakusudia kumweka sawa na kulifanya jambo likae vizuri. Lakini haya yote tumuombe Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anayewafikisha huu upendo. Na kwa kuwa sisi tunadili na Qur'ani, basi tudili na Qur'ani, na Qur'ani ndio kila kitu. Qur'ani ndio kila kitu. Wanasema wafasir, tumeshughulishwa na Qur'ani sana, tukaweza kupata baraka yote ya dunia. Baraka nyingi zilikuja kwa kushughulika na Qur'ani. Kwa hiyo nitoe wito kina mama mlokuwepo hapa na kina mama waliokuwa nyumbani, tuwafundishe watoto wetu hubbul Qur'anil Karim, tuwafundishe mapenzi ya kuipenda Qur'anil Karim, waihifadhi, waisome vizuri na waiishi ile Qur'ani kama vile inavyotaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe, atupe kila la kheri, atupe baraka na mafanikio, tuipeleke juu Qur'ani, na hii Qur'ani nayo itupeleke juu, kwa sababu Mtume kashasema hii Qur'ani wanaoshikamana nayo watakuwa juu waliokuwa juu. Baada ya kusema maneno haya, napenda kutamka kwamba mashindano ya wanawake watu wazima ya kitaifa, mashindano ya 14 ya wanawake ya watu wazima ya kitaifa kwa mwaka 2020-2026 tumeazindua rasmi. Takbir! Allah. Takbir! Allah. Allahu akbar walillahi alhamd wal afwa minkum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takbir! Kwa kweli ni furaha kubwa, ni faraja kubwa, maneno mazito, maneno yaliyojaa simanzi. Ukifikiria kwa kina unaweza ukalia. Kina mama wa Umayyad, niwaambieni kitu ambacho hamkijui. Ama mashindano mnaweza mkayaona ya kawaida, lakini kiukweli hivi sasa baadhi ya wanaume kwenye ndoa, tusipokuwa makini tunakwenda kudhalilika. Sio kudhalilika, kuna kudhalilika alafu na kudhalilika, udhalili. Kupitia Umayyad wake zetu wameanza kwenda madrasa, na wanaenda madrasa, anamtaka mwalimu, anamwambia mimi ninataka kuhifadhi Qur'ani ili nikashiriki mashindano ya Umayyad. Lengo lake ni kuhifadhi Qur'ani. Mfano wake, kuna ndugu yangu mmoja katika imani, yeye alihifadhi Qur'ani kabisa kichwani. Ananiambia, nimekwenda, mke wangu amekwenda kwa walimu wa madrasa fulani, anataka hifadhi Qur'ani. Lakini lengo lake kubwa hifadhi Qur'ani kwa sababu amesikia ya kwamba Qur'ani itamuombea mtu aliyehifadhi siku ya Kiyama. Kwa hiyo moja, anataka
Lakini pili, falyatanafasi, anataka ashindane na mume wake, lakini ili aweze kuprove kwamba amehifadhi Qur'ani vizuri, inabidi akashiriki mashindano mwakani. Yani takbira hapa, wallahi imeleta mapinduzi makubwa mno. Mwenyezi Mungu akujazeni kila la kheri inshallah. Kwa sababu wanasema haya unayaona ni tone kula bahari. Bahari yenyewe tarehe 21 mwezi wa ngapi? Wa 6 2020 ngapi? 26. Patakuwa hapa tosha pale katika ukumbi wa DOCC. Maneno ni mengi, hatuwezi kuyamaliza. Kwa hiyo ninashangaa kama kuna mwanamke Tanzania hasa Dar es Salaam atabaki nyumbani. Kwa hiyo kupitia vyombo vya habari, kupitia watu tuliohudhuria, tunawahamasisha kina mama waujaze ukumbi wa DOCC ili tuweze kutoa salamu duniani kwamba wanawake wa Tanzania wanaweza, wanawake wa Tanzania wameamka na hawataki kitu chochote zaidi ya Qur'an, wakiwa na kauli mbiu yao ikisema Qur'ani ni nini? Na alhamdulillah, pendo huu tumeanza kuueneza majumbani. Tunataka siku moja tuueneze pia duniani, nchi mbalimbali waanze kujifunza upendo kupitia mashindano yetu ya Qur'an. Lakini waasisi wake ni nani? Ummul Mu'minina Aisha Foundation. Mwenyezi Mungu amjazeni kila la kheri inshallah. Nimuombe kama alivyofungulia basi tufungie Sheikh wakati Sheikh tafadhali mashura kwa ajili ya kufungia shughuli yetu. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. آمين. اللهم له قلوبنا بالقرآن. آمين يا رب. وزينا خلقنا بالقرآن. آمين يا رب. ونجنا من النار بالقرآن. آمين يا رب. وأدخلنا الجنة بالقرآن. آمين يا رب. اللهم يكن في الدنيا قليلا. آمين. وقدر موسى أسرات نور. آمين. وفي الجنة رفيقا. آمين. ومن النار سرا وحجابا. آمين يا رب. والخيرات كلها دليلا. آمين يا رب. وارزقنا على التمام. آمين. وارزقنا أداء بالقلب واللسان. آمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا. آمين. وذكرنا منه ما نسينا. آمين. اللهم افتح فتوح العارفين. آمين. فتوح الأنبياء والشهداء والصالحين. آمين. وصلى الله وسلم برحمتك على الراحمين الفاضلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inshallah, nawashukuru mashehe zangu, walezi wangu Sheikh Othman Kaporo, mlezi wangu, shehe wangu wa kata. Mimi jamani, ni Jurufikiba, jumuiya ya vijana wa Kiislamu Makwata, kata hii ya Buguruni, ni katibu wa kata ya Buguruni, jumuiya ya vijana, na huyu ndio bosi wangu, shehe wa kata ya Buguruni. Nakushukuru sana shehe wangu wa kata, Sheikh Shabania, baba yangu mlezi Sheikh Othman Kaporo, kaka yangu amekuwa akiongoza mambo mengi, licha kwa tunaelewa na shekhe, lakini wale ndio wametangulia kwa Sheikh Saleh. Yaani mimi katika ulezi nimemkuta Sheikh Saleh na mambo mengi yametangulia, hata kuhifadhi yametangulia. Kwa hiyo nakushukuru sana kaka yangu, nakushukuru sana kaka yangu Abubakar, mwalimu mwandamizi wa Ummul Mu'minina Aisha. Vijana wote waliopita hapa wamepita katika mkono wa Ustadh Abubakar. Ndugu yangu Isa Bwana, tuko wote tunafundisha Qur'ani, amekuja kama jaji. Ndugu yangu Hasibu Abdul Jabbar amekuja kama jaji. Nakushukuru sana kaka yangu Mtamsambo, umekuja kwa kazi nyingi mpaka nikakupata UMC hapa sasa hivi. Kwa kashangaa. Shukrani sana na waandishi wa habari, na washukuru sana kwa uwepo wenu hapa. Mniwie radhi nimewaweka kwa muda mrefu, lakini nimewaweka kwa jambo la kheri na mmesubiria. Mwenyezi Mungu anasema inama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mungu anawapa malipo wale ambao wanakusubiria pasina kuhesabu, yani naenda tu. Dada zangu mliohudhuria kutoka taasisi mbalimbali, Islamic Malls, Muslim Girls, Stara na wengine ambao kwa haraka naweza nisio nikumbuka, lakini mupo hapa
mmekuja kuhudhuria na kutia nguvu mashindano yetu. Nawashukuru sana washiriki, pia nawashukuru sana kwa kuweza kushiriki, na tunaenda kutoa matokeo, lakini tutawaruhusu kwanza meza kuu, alafu kisha baada hapo tutaendelea na kutoa matokeo. Kamati, Mama Hussein, mmepambana watu wa Cheni Maziwa, mashallah. Asanteni sana na roho na timu yote ya Umalifu inshallah. Asanteni sana na washukuru sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.